Baada ya siku ile ya mvua, maisha ya Kasongo hayakubaki vile vile. Mirei hakuweza kusahau kile alichofanyiwa. Kila alipofumba macho, alimwona Kasongo akimsimamisha kwenye matope bila hata kusita, bila kutegemea kitu chochote. Siku iliyofuata aliamua kumtafuta. Alimkuta Kasongo akiwa anabeba mizigo sokoni kama kawaida, watu wakimpita bila kumjali. Alimsogelea polepole. "Kasongo," alisema kwa sauti ya upole. Kasongo alishtuka kidogo. Hakuwa amezoea mtu kumwita kwa jina lake kwa upendo. "Wewe, uko sawa?" Mirei aliuliza. Kasongo akatabasamu kwa aibu. "Nimezoea tu, maisha yangu ni hivi." Mirei alinyamaza sekunde chache kisha akasema, "Nilikuwa na watu wengi karibu yangu, lakini hakuna aliyenisimamisha kama wewe ulivyofanya. Wewe ndiye uliyenionyesha maana ya utu." Kasongo hakujibu mara moja. Alifikiri ni mzaha kama kawaida ya watu, lakini Mirei alirudi kila siku. Alianza kuzungumza naye, kumletea chakula kidogo wakati mwingine na kumtazama bila kumdharau. Watu kijini walianza kunong'ona, "Kwa nini huyo msichana tajiri anazungumza na Kasongo?" Wengine walicheka tena, lakini wakati huu Kasongo hakujali kama zamani. Siku moja Mirei alimwambia, "Nataka ukutane na baba yangu." Kasongo alishtuka. "Wewe? Mimi? Hapana, siwezi. Watu kama mimi hawakaribishwi huko." Lakini Mirei alisisitiza. Siku hiyo walikwenda mjini. Nyumba ya familia ya Mirei ilikuwa kubwa, tofauti kabisa na maisha ya Kasongo. Baba yake, mtu mkali na mwenye biashara, alimtazama Kasongo juu chini. "Huyu ndiye kijana unayesema?" Baba yake aliuliza kwa sauti ya baridi. Mirei akajibu kwa ujasiri, "Ndiyo, na nimemchagua mimi kumjua kabla ya watu wengine kumhukumu." Ukumbi ukawa kimya. Kasongo alihisi moyo wake ukidunda haraka. Alijua atakataliwa kama kawaida, lakini baba ya Mirei alisema kitu ambacho hakutarajia. "Kasongo, ni watu wachache sana wanaoweza kusaidia mtu bila kutarajia chochote. Hiyo ni thamani ambayo pesa haiwezi kununua." Siku zilipita. Kasongo alianza kupata nafasi ya kufanya kazi kwenye kampuni ndogo ya familia ya Mirei. Polepole, akili yake, bidii yake na uaminifu wake vilianza kuonekana. Miaka michache baadaye, Kasongo hakuwa tena kijana wa kudharauliwa. Alikuwa mtu aliyesimama mwenyewe, mwenye heshima, kazi na maisha mapya. Na watu waliokuwa wakimcheka zamani, sasa walikuwa wakimwangalia kwa heshima. Lakini Kasongo hakubadilika moyoni. Kila alipokumbuka siku za mateso, alijua kitu kimoja: thamani ya mtu haipimwi na kile alichonacho, bali na kile kilicho ndani ya moyo wake. Na Mirei alikuwa amemwona Kasongo kabla dunia haijamwona.